Naam. Kwa nini, labda siri ni nini imejificha wakachagua kwamba huu mkutano sasa tukafanyie Tanzania? Aha, swali zuri sana. Nilitegemea ungeniuliza hilo. Sawa sawa. Ukizingatia kwamba tumeingia rasmi 2023. Ni takriban miaka mitatu tu. Lakini baada ya kuingia, kwa sababu ukiingia unaweka sasa miradi yako ile mezani. Lakini pia unaweka miradi iliyopita ambayo umefanikisha. Yaani umefanikiwa kuitekeleza. Kwa sababu kuna jambo moja kuandika mradi. Alafu kuna jambo la pili utekelezaji. Okay. Kwa sisi tuliweka mezani wanasema potential ya nchi, lakini pia miradi ambayo tunayo, miradi ambayo tunaitekeleza na tumeitekeleza kwa kiasi gani na tumefanikiwaje kuifanikisha. Ikiwemo mradi ambao nimeuzungumzia kwa kiasi kikubwa SGR. Lakini pia tukaona wenzetu wa Mozambique ndio walihost mkutano uliopita wa mwaka jana. Tukasema sasa kwa vile kutokana na mahusiano yetu mazuri na Mozambique tukajifunza pale, kuna jambo tulijifunza. Tukasema sisi 2026 tunaanza rasmi kutekeleza dira 2050. Ile dira ina malengo makubwa. Lakini moja wapo ni kufikia uchumi wa trilioni moja dola za Kimarekani. Ambao wanasema tuwe mara tatu South Africa. Ifikapo mwaka 2050. Okay. Kwa hiyo sio lengo dogo na linatupasha sisi wote. Yaani kama wananchi tu wa kawaida. Kama Tanzania. Yaani kila mtu acheze kipande chake. Yaani kila mtu awe na kasemu kake anakafanya. Kitanako na kuhakikisha kwamba kanakuwa. Usiseme hiyo ni mambo ya nje. Kila mmoja ni ya serikali. Au sema serikali. Lakini pia katika malengo hayo tunasema kwamba lazima sekta binafsi ikue na kushiriki kwa 70%. Kwenye kufanikisha dira hiyo. Yaani ili tufike hapo lazima tutengeneze sekta binafsi ambayo iko makini na imekuwa na inaelewa iwe very powerful. Na mmeona takriban miaka miwili iliyopita tumepata wekezaji wakubwa sana wa Tanzania. Yaani wa Tanzania wametoka nje ya nchi. Wameenda kufanya wekezaji wa kimataifa na mkubwa sana nchi za jirani. Kwa hiyo yote ni katika hatua ambayo tunaenda sasa kama serikali inabidi kuwawezesha wengi zaidi. Yaani tutengeneze wawekezaji wa namna hiyo wengi zaidi. Ili sio tu kuwekeza ndani lakini kuwekeza nje. Sasa njia pekee ya kufanya hicho tukasema bora tuite hii taasisi. Kwa sababu kwanza ni taasisi ya Kiafrika inayotubeba. Inajua mazingira yetu. Inajua mazingira ya Afrika. Lakini pia ina mfadhili wake mkubwa ni Benki ya Afrika Maendeleo, AfDB, ambao ndio mbia mmoja wapo wa hisa. Kwa hiyo pia ile benki inasaidia sana kuendeleza miradi ambayo inaleta tija kwa Mwafrika. Yaani kwamba tuondokane sasa na kwenda kuangalia mabenki hayo ya kidunia ambayo pengine tunaweza tusqualify. Lakini tuna benki yetu ya Afrika Maendeleo. Kabisa. Kwa hivyo tukasema ni mcheza kwao utunzwa. Ni vizuri wakati tunaanza kutekeleza hii dira. Sasa tuwaite Waafrika wenzetu. Tuwatambulishe. Hii dira yetu, lakini pia unavoenda kule kwenye kikao na kutoa presentation ni tofauti. Ukiwaleta, ukawaonyesha wakiwemo nchini, basi kuna jambo ambalo wataliona kivingine. Kwa hivyo walivyokuwa wana host mkutano wao mwaka jana, wakauliza, wakaleta bid kwa Tanzania kwa sababu tayari wako kwenye hii region. Kwa hiyo wakitoka Mozambique ilikuwa nizamu ya kuja kwenye ukanda huu wa kwetu Afrika Mashariki. Kwa hivyo walivyotuuliza kwa kweli hatukusita kusema kwamba sawa tutashiriki, lakini sisi tulikuwa tumejipanga kimkakati ili sasa kuweza kutambulisha nini ambacho kinafanyika Tanzania, na wengi ilikuwa hawajafika Tanzania muda mrefu miaka 15 20. Na Tanzania inakuwa kwa kasi, mheshimiwa balozi. Inakuwa kwa kasi. Mmoja hapo ya vitu ambavyo walishangaa ni mwendo kasi, walishangaa sana treni, walishangaa kuona vivutio mbalimbali. Tuliwapa ukarimu wa Kitanzania kama mnavyotujua. Kabisa.